mapenzi asali, tutazame hubul halal, mahaba ya kweli tayapata hubul halal. Lengo kuu la maisha ya ndoa ni heshima, faraja, stara, dhamana, upendo, ikiwemo nusu nzima ya mwenendo wa maisha ya mwanadamu, mke na mume. Lakini pamoja na yote hayo, ndani yake pia kuna changamoto zake, kama vipimo vya imani, uimara na ubora katika kudumisha ndoa. Basi Juma mume hataki kwambia hujui pana pahali pantonesha hapo, upatafuti. Ila kingia ndani akitoka ana nini? Hebu mpatafuti. Hebu mume wangu leo nitakatafuta hapo pa kuumiza hapo. Hebu wangu unionyeshe. Tafuta kanga uvae unionyeshe. Utakwambia hapa hapa mke wangu hapa. Niachie kazi yangu. Yaani si mtu anahangaika kutu anatafuta riziki. Akirudi nyumbani kachoka. Kwa hiyo yeye adili na ile miguu yake inayomuuma. Amsugue miguu, amkande miguu, ammasaji miguu. Hakuna mwanamume hata mmoja atakayetoboa hapo. Mimi kwa uelewa wangu kidogo ni kwamba mtu ukifikia kwenye kuicheki simu ni kwamba unakuwa na mashaka. Labda una hofu, labda anafanya kitu kingine tofauti. Kwa hiyo una mashaka, kwa hiyo unataka kuyatafutia uthibitisho mashaka yako. Lakini lazima tuketi chini tujiulize, nikipata uthibitisho, je, ninaweza kuondoka? Yaani kwamba mimi niko tayari kuachika. Kwa mambo yote hayo na mengine mengi, kwa lengo la kujadili na kutafuta suluhisho, karibu ushiriki katika kipindi cha Hubul Halal. Kila Jumane, Ijumaa pia huja, usiku kione ifikapo saa moja. Sote tuungane TV Al-Fatah. Hujambo mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama, karibu kwenye kipindi chetu cha Hubul Halal, kipindi pendwa hapa Al-Fatah TV online, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumanne na Ijumaa inapofika saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Al-Fatah TV online kutoka visiwani Zanzibar. Ni fahari kwetu sisi mtazamaji kwa popote ulipo duniani upo nasi na karibu sana. Ninayekualika kwenye Hubul Halali ya leo, mimi ni Rashid Saal Mohamed, na kupitia vipindi vyetu mbalimbali unapata kusikia mijadala na mada mbalimbali, lakini kipindi hiki ni mahususi haswa kuhusiana na mambo yanayohusu ndoa. Huwa tunakuwa na wataalamu hapa wa saikolojia, tunapata wageni mbalimbali, bila kusahau makungwi, masomo na kadhalika. Lengo ni kukupa elimu namna gani tutazinogesha ndoa zetu zitakuwa zina furaha, na lengo hasa lipatikane mawadda wa rahma. Ili mawada yapatikane, basi tunajua wengi wameghafilika na hayo, na wengi wapo katika msiba mkubwa. Al-Fatah TV online tunakuletea vitu kama hivi. Leo tukiwa nje ya studio zetu za Al-Fatah TV online, tupo bustanini hapa, tuna starhamdi na hali ya hewa nzuri. Ninaye tena Bimtumwa Kombo Ali, yeye ni kungwi na yeye ni somo, na leo tutakuwa tukizungumzia maandalizi ya wanandoa wanapotaka kuingia katika tendo la ndoa. Kama unavyofahamu, tendo la ndoa ni ibada kubwa na ni jambo ambalo halihitaji kumwacha mwenzako na manunguniko. Wewe ukifurahi, basi hakikisha na mwenza wako afurahi. Wewe ukienjoy, basi muenjoy nyote, sio huyu almradi tu afikishe mzigo wa Bwana. Tuko naye hapa kungwi na somo, atatuambia sasa maandalizi hasa ni yapi kabla ya shughuli yenyewe. Bimtumwa, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Namshukuru Mungu. Hii mada ya leo, maandalizi ya wanandoa wanapotaka kuingia katika tendo la ndoa. Mtaweza kujiuliza, kwani hatujui sisi? Hebu tuanze sasa, nini hasa ambacho tumemwandalia mtazamaji wetu? Maandalizi ya wanandoa wale ambao wazoefu, sio wale kauliwa jana usiku. Shanifahamu, au kauliwa Alhamisi kwa Ijumaa. Leo tutawazungumzia wanandoa ambao wazoefu, walokuwa weshazaa, walokuwa hawajazaa, yani kuanzia mwaka mmoja kwenda mpaka miaka 30. Naam.
Maandalizi ya tendo lile tendo kwanza zuri, halafu lina maandalizi yake. Hukurupuki tu ukasema leo yule atanikoma. Na haya maandalizi yanaandaliwa na mwanamke na yanaandaliwa na mwanamme. Wanandoa wanapokuwa wanajiandaa kutaka kufanya hili tendo. Naam. Hili tendo litakuwa linaandaliwa mapema, sio usiku. Shanifahamu? Naam. Hili tendo linaandaliwa mapema. Mimi leo na shida na huyu, na huyu leo na shida na huyu. Yani bibi ana shida na bwana, na bwana ana shida na bibi. Kila mtu anamtamani mwenziwe. Yani mke anamtamani mume, mume anamtamani mke. Mke anaweza akafanya mambo yake mapema. Kama kuna watoto siku ile wakaambiwa leo hebu nendeni kwa shangazi, shaona, au kwa bibi, kama wanakaa nyumba peke yao. La, kama wanakaa nyumba na watu, basi kama mna watu wazima mle ndani wanajua leo hapa pana jambo fulani. Kwa ile pirika. Kwanza kinaanza chakula kile ambacho chakula cha kawaida, chakula usiku. Kama siku zote anakula ubwabwa uliokuweko mchana, siku ile atapikiwa japo mikate ya maji na chai ya tangawizi kali itiwe karafuu. Unaona? Inapikwa japo, manake tumezoea maisha yetu. Umepika wali mchana, umeuweka na usiku mnakula. Lakini siku ile haupikwi mwingi. Utapikwa kidogo, alafu vitapikwa japo, si hakuna kitu. Basi japo vimikate vya maji na mboga ilobakia. Halafu na chai ya tangawizi kali. Ili vipi? Hii chai itoe majibu. Na baba naye kama anakwenda na safari zake, unamkuta siku ile hendi mbali, hana mchezo wa mbali, yupo karibu tu. Na vijineno vya chokozi. Akipita yani hayuko mbali sana na mkewe. Haya yako nje, hayajaingia ndani. Tukija chumbani sasa. Tunapoingia ndani, jua lishatua, mwanamke anakiandaa chumba. Kama alitandika shuka asubuhi, basi saa ile jioni analitandua, anatandika shuka maalum, halafu anapiga deki. Kama nyumba ya udongo, basi ili mradi atafanya ili kile chumba kwa saa ile kifanya nini? Kibadilike. Ataitafuta kanga alofua hata kama miezi 3-4 uko Sindewana, basi itatolewa ndani ya sanduku ile, iwekwe juu ya kitanda, imewekwa mkao huu, yani nakshi ya tofauti imewekwa pale. Chumba kimefukizwa, kinanukia. Kenda kwa jirani kavinunua viasumini. Hana uwezo wa kununua kikuba, lakini kavichukua viasumini vyake, kavitengeneza, vimewekwa pembeni. Wewe ukiingia unakikuta kisahani kimefunikwa na kisahani chengine. Sasa unajiuliza kile kitu gani? Ukijui na ushamba usikifunue kile. Na unakitaka ukijue kitu gani? Kiko siri. Na we baba huku, maana kila mmoja ana hamu ule muda ufike. Muda umefika. Tushasali magharibi, tushasali isha. Sasa tunataka kuingia kwenye uwanja ule wa mazoezi. Huku tushafukiza, tushafanya nini? Tuko kama nyumba ya peke yetu. Tutaingia chooni, tukoshane. Vicheko vinaanza chooni kule. Tunakoshana chooni. Kama tuko peke yetu. Kama kuna watu inabidi tena ndo tujibane. Shanielewa? Maana kukoshana pia nako kuna raha yake. Mashaallah. Shanielewa? Tunakuja zetu ndani. Tunapoingia ndani sasa, tumefika. Siku zote miguu yako wewe unanawa chooni. Ukisha mswaki unapewa upige. Shanifahamu? Unaambiwa kapige mswaki. Siku ile mswaki unaletewa umewekwa hapa. Naambiwa bwana kapige mswaki. Ya salam. Yani yeye kauweka kule kwenye dawa, kauweka mbele. Huku kwa kushikia ndo kauweka huku. Hasa ushikie wapi? Inabidi unyanyue tu na wewe mdomo utiliwe. Unaanza kuchokozwa hapo.
Umenielewa? Sana. Na kwenda zako unapiga mswaki, ndo mko na watu yale umefanyiwa chumbani, kwa sababu mswaki, kuna mswaki unakaa chooni na kuna mswaki unakaa chumbani ndani ya dressing table. Miswaki miwili hiyo, hata mitatu miswaki na kuwepo. Chanielewa? Naam. Ukirudi kule kupiga mswaki, umefika juu ya kitanda, kwanza unafukizwa. Kabla hujafukizwa inachukuliwa miguu. Mwanamke anakuchutamia mbele yako, anachukua miguu yako, anaiweka kwenye mapaja yake, anatoa beseni la maji mvunguni. Beseni na jagi la maji. Lile jagi la maji, maji yale yananukia karafuu, vimetiwa viarki, marashi kidogo, yani maji yananukia, yanatoka mvunguni. We umeshangaa, mambo haya vipi leo? Unaekewa, wazungu wanasema surprise, unaekewa miguu hapa. Halafu ameshanawa, unaambia tulia mume wangu. Unaanza kukoshwa miguu kwa sabuni, kwa sababu yule mtu ile miguu ana shida nayo. Ile miguu yako yeye ana shida nayo. Kwa hivyo hakikisha mguu wako kama umeunawa chooni, umekuja pale, yeye atautumia vipi ule mguu? Kwa sababu na ule pia una shughuli maalum. Ule mguu wako wewe anaupapachua kidogo kidogo kwenye pachiko zile za vidole na sabuni, akesha na yale maji haya ya baridi yanakuwa yana uvuguvugu. Akimaliza hapo, anaufuta kwa taula, anauweka hapa kwenye mguu, anauchukua na huku mwingine anaukosha, kesha anauweka hapa. Akimaliza hapo, anaikamata yote miwili. Sasa ananyanyuka, anakwambia karibu mume wangu. Yani anakupindua sasa. Umelala unayatizama ya Mungu, rehema yake inokuja. Hii pepo sijafa inaanza kuja taratibu. Ya salam. Unamwambia utaniua. Ufi. Sipokuwa cha moto tu utakiona. Baada ya kuwa kasirike, kaambua kufa hafi, cha moto atakiona. Ye anacheka kwa sababu anajua hafi kweli kwa muda ule. Ni kweli. Kamaliza hapo sasa, ndo tunaanza kufanya nini? Kushughulishana juu pale kwenye ule uwanja. Tunaanza kufanya nini? Kushughulishana. Unauchukua mguu, unauanza kidole cha gumba. Hujafika kwenye kitovu, shetani anaanza kutika, anasema mie leo chano changu nipewe, jina langu fulani, bin fulani, natokea pahali kwani uliulizwa kama we unatokea wapi? Sijui umenifahamu sana. Tayeb, tunakuja zetu. Haya sasa, yeye anafanyiwa, yeye katafutwa mguuni. Naam. Yeye huku anatafuta, na yeye anatafuta mguu huku. Mnakuja, huyu anatafuta mguu, yeye akishuka huku na wewe anashuka huko. Kila mmoja anakuja kwa staili zake. Hawezi kuwa huyu anatafuta, wewe umekaa kama maiti tena ndo unasubiri tu. Haileti ladha. Lazima kila mtu yatafute shoti. Lazima kila mmoja amtafute mwenziwe. Wewe unatokea wapi na wewe unatokea wapi? Wanapofika pale wale majini wawili, huyu katokea huku na huyu katokea huku, ndo mnapomalizana mkapeana chano. Sio kusema weye umefika pale tena, vipi shekhe, nimekuibia? Basi geuka hivi mara moja na maneno na weye haka. Na pale mnapofanya yale, hakuna sijui mama kantukana, sijui pale mna yenu tu ya mlendani basi. Hata kama mtoto anauma umwambii mtu. Hapo ni kuchagawa tu. Hapo yani we shetani tu. Na shetani wenyewe haji kwa nyimbo za rubamba. Haka yanakuja na nyimbo zile za Kiarabu za ruhani. Yani nyimbo za rubamba unazijua. Za mazumari yale yanakuja kwa nyimbo zile za nai na vinanda laini Tartibu. Na udi ule wa kupigwa hivi. Anakuja kidogo kidogo, hana papara. Na pale ndo unapomsikia shetani katokea wapi.
pale ndo unapomsikia shetani katokea wapi. Nadhani nikisema hivyo unafahamu. Na raha sasa, shetani akipanda aseme au kae kimya? Raha ya shetani akija aseme, ndo utajua eti kama kapanda. Sasa akifika akinyamaza kimya, asiseme kwa kelele tu, kwa kupayuka, lakini anaanza taratibu. Mie natokea kwanza, anatoa salamu, akesha anasema jina lake, anasema na anachokitaka, shanifahamu, mpaka mwisho anasema jamani, mie tayari ninachokitaka nishapewa na nimepokea, kwa hivyo ninaomba niondoke. Haondoki tu. Siwaje tena we nini? Si watoto kama wamelala, si utawaamsha? Watu majirani tena, jamani, we shetani kakumbwa kafanya. Yule shetani anakuja taratibu. Na raha shetani akipanda aongee ili aambiwe taire haswa. Yeye anaongea au weye yule anamuuliza, vipi mwenzangu, unatokea wapi? Mie natokea pahali fulani. Yani lazima mjibishane, yeye aseme na yule ajibu, kwa sababu si bubu eti. We shetani anajulikana kama kakatwa ulimi, na anajulikana huyu shetani akija anataka kitu fulani, lakini huwezi tu akaja tena umpe hicho eti. Pengine siku ile hakutaka hicho, hakutaka asali, siku ile kataka halua. Na ukisha kumaliza, yule shetani kesha panda, kesha kuisha, kesha taja jina na kesha pewa chano. Shanifahamu? Sasa ukisha kumaliza, lazima yule shetani umstiri, umtizame alipotoka yule shetani. Katoka vipi? Utamtizama vipi? Unamtizama alivyo, kama alipotoka katumia nguvu, inabidi umtulize. Unamtuliza nani? Bila shaka shetani akiondoka kwenye mwili huwa haondoki mpesi, anakuacha na unakakamaa. Wakati mwingine usaidiwe unyoshe miguu. Bila shaka shetani hatoki kwa wepesi. Sasa pale akisha kutoka, unamtafutia japo gilasi ya maji. Kwanza unamtizama, hakutoka mate huyu? Alipokuwa akizungumza mate yamemtoka. Kwa hivyo anachukua kitambaa, unamfuta yale mate yake vizuri. Shanifahamu? Naam. Ukisha kumsafisha yale mate, ukisha unamtafutia na shungi, unamfunika pap. Shanifahamu? Naam. Kama ule mguu wake alivyokuwa akitoka kama hivi, unauchukua mguu unaufunika pembeni, na ule ushungi wake pap unamfunika. Na hii kazi ya wote wawili, kwa sababu yule shetani, kuna siku mwanamke anakuwa shetani wake mkali, akitoka anachoka, au kuna siku mwanamume ndo anakuwa shetani wake mkali. Lakini kwa uzoefu, shetani yupi ambaye anakuwa anaondoka na maumivu kidogo, wa kiume wa kike? Shetani anaondoka na maumivu zaidi wa kiume. Kwa sababu wake yeye anatoka mbali. Yule shetani wake yeye Arabuni anatoka mbali. Kwa hivyo hata akifika pale tabani. Ushanifahamu? Naam. Na ukifanya maskhara time nyingine, anaweza kakuangukia miguuni pap, kasha kuvunja miguu. Kwa hivyo wewe uwe makini kumpokea yule. Ujiandae, ujue huyu anakuja, umemkamata vizuri. Kimaliza pale, unamshushia na glasi yake ya maji, pole. Unamwita kwa jina lake fulani, kesha ondoka shetani. Pole, umechoka, shanifahamu Unamfanyia masaji, kwa sababu mwili umefanya nini? Shughuli kubwa. Akimaliza pale, basi unamuuliza sasa, vipi? Shetani kesha toka, huna majini wengine? Ushampa maji? Naam. Shanifahamu? Ushakuisha, ushamfanyia masaji vile kumweka sawa.
natia stori pale, unamuuliza vipi mwenzangu, kama baada ya dakika 10, 15 unamuuliza vipi, mimi nataka kulala, hakuna shetani mwingine, kama kuna mwingine tumemsahau tujue tutie buhuri. Sasa kama yupo, we unalala huku, mwenzio tena akija atakuwa peke yake, atasemeshwa na nani? Na akiwa yupo usingizi unakuwa hauji. Atahesabu fito. Ndio itabidi tena ende miayo. Unanguruma. Lakini ukishakujua, na zipo dalili za kujua kama shetani hajesha bado. Shampa glasi ya maji, bado anakuambia na kiu kubwa sana, hapa nilipo naona joto, hii kiu nilonayo na joto naliona, alafu miguu yangu naiona ibaridi. Unajua hapa jini bado yupo mwingine. Yupo. Cha msingi, subiri kwanza nkasukutue. Na kwenda unasukutua, kisha kusukutua unarudi tena, unaanza kuzungumza naye tena, unamwimbia nyimbo zake zile ulizitafuta kwa miguuni, hizi unazianzia kichwani, huzitafuti pale pale. Zile ulizitafuta kwa asali, hizi unazitafuta kwa vidonge vya barafu. Atapanda tu jini. Yule wa mwanzo ulitafuta kwa nini? Kwa asali kwenye kidole cha gumba kuja huku. Huyu unamuanzia juu mgongoni, kwenye uti wa mgongo kwa kidonge cha barafu. Hata ukifika sehemu yake, humwimbi nyimbo nyingi sana, 3, 4, zimezidi 6, ya 7 kaja juu, namsikia tu fulani. Vipi mwenzangu, tulia tuzungumze unachokitaka. Unamweka, unamwimbia nyimbo zake, unampigia ngoma yake, anademka taratibu, kidogo kidogo, kidogo kidogo, kidogo kidogo. Narudi tena, hakuna pachanga hapo. Naam. Zile tu za nai. Umezidi basi kidogo, ule wanasema kuna mpigo wa kidumbaki unaitwa kalipso. Ndo unamwingizia hapo. Lakini sio unamwendesha mchaka, mpereke mperale. Jini anakuwa hapendi mambo kama yale. Jini anojielewa, lakini asojielewa tena ndo hivyo kutahamaki. Huyo shetani mmoja tu hawahi kuondoka, we mgongo na kuuma. Unamwambia saizi usingizi ushanishika, mgongo unaniuma na kwenda zangu kulala. Nadhani umenifahamu, kama umeifafanua vizuri. Nimekufahamu. Umenifahamu. Pamoja na weye mtazamaji, kama unanitizama, basi nadhani umefahamu, kwa sababu haya mambo kunga huwezi ukayazungumza. Ukitaka tuyazungumze kiufasaha, nifate kwa muda wako, nitakwambia shetani anatafuta, shetani ndo yupi, shungi ndo lipi, utanielewa na utaridhika nafsi yako. Na kidole cha gumba kinatafutwa vipi kwa asali, na kidonge cha barafu kinafanywa vipi kwenye uti wa mgongo. Kwa sisi wanaume wengi na falsafa kubwa ambao umetumia tumekuelewa. Lakini tunasema haitoshi tu. Sasa upo lazima na haja kubwa sasa ya kuwaleta wake zetu kwako, ili sasa wakayapate kwa undani zaidi. Na mtazamaji, tafadhal, Bimtumwa wa Kombo unaweza kuwasiliana naye nje ya kipindi hiki kwa ajili ya taaluma na mafundisho zaidi. Kama ulivyoweza kusikia, huu shetani bila shaka umejua ni nani, na hatuwezi kuweka mambo mengine hadharani, lakini yapo madarasa ambayo kina mama wanafundishwa mambo kama hayo kwa ufasaha na kwa maadili zaidi. Unaweza kumpigia kupitia 0773 35 79 49. Wanaume tumekuwa na utashi wa kutaka kuandaliwa sisi tu. Wanaume wengi hatupendi kuandaa wake zetu. Unadhani nini tatizo? Au nini kinasababisha hayo? Tatizo
nyinyi wanaume mnapenda kunyenyekewa, mnapenda kudekezwa, mnapenda kufanyiwa. Halafu pia time nyingine mnakuwa wavivu wa hayo masuala. Wavivu wa nini? Wa hayo masuala. Wengi sana, na hizo kesi nyingi zinatokezea. Mtu ukimwambia anakwambia mie mume wangu mwenzangu mpaka mie tu kila siku ni mwanze mie. Wanakuja watu wanasema hivyo. Tatizo nyinyi mnajifanya mnakuwa wavivu. Na wanawake sisi kwa waume zetu wengi tunakuwa hatuna aibu. Shanifahamu? Wengi wanawake hatuna aibu kwenu nyinyi. Lakini nyinyi ndo mnajifanya mkirudi kazini mmechoka. Mtu karudi tena kila kitu afanywe yeye. Husikii mwanamme kuwa yeye karudi kamfanyia hata yule mkewe kumsaidia. Sio wengi sana. Labda ukimuona huyo siku hiyo kakufanyia hivyo, ujue leo ndo ana shida yake. Karudi kazini. Mke wangu jamaliza kufua, basi lete mimi nifue, basi hivi. Au kamkera na tafuta amani irudi. Kamkera. Wanaume wengine hataki kukera. Hatafuti amani kwa kusaidia kazi. Atakwenda huko atakununulia kanga, au atarudi anakujua unapenda chipsi kuku, atakununulia chipsi kuku. Lakini kwa kazi, kwa sababu asilimia kubwa sana bwana, wanaume wengi wavivu. Sasa kuto kuyafanya hayo kwa wake zetu, tunakosa nini hasa kwenu? Mnakosa mambo mazuri. Mnakosa mahaba. Shanielewa? No. Kwa sababu kuna siku mwanamke anaweza kusema na mimi leo nakaa kitako hapa, naitaka lakini simwambii, simuulizi. Anakufa kiofu sana tai shingoni. Kila siku yeye. Na haya yote yanasababishwa hamtaki kufundishwa. Wanaume mkisha kutizama sijui kwenye hizo nini TikTok sijui kitu gani hivyo, mambo ya kwenye simu mitandaoni, basi mambo ya mitandaoni yanakupotoeni, haya kuwekeni sawa. Kwa sababu mambo ya mitandaoni mingi sana ya kihuni ya kijinga jinga. Na kwenda kumtizama punda, ukirudi wewe unataka na yule umfanye punda. Bimtuma, tumezungumza mambo mengi sana. Ikiwa bado tuko kwenye swala zima la maandalizi. Tafiti ambazo sio rasmi katika maandalizi, mara nyingi katika kuandaa jambo hili au kuchokoza jambo hili, wanawake waliokuwa wengi hawapendi kuchokoza. Wakati mwingine ule shetani mbaya anakuwa anatujia wanaume, unaishi na mke lakini si mchokozaji. Wewe kila siku ndio unaenda kuomba lile tendo. Wewe kila siku unaenda wewe, unaanzisha wewe. Hivi paka unajiuliza huyu mtu hatamani, hana hisia na mambo kama haya. Ili likoje? Mwanamke wa hivyo ana shida. Tena ana shida kubwa sana. Na hiyo shida inaonesha nayo tangu huko mwanzo. Na hakupita sehemu yoyote akafahamishwa. Kama huyu mtu huwa hivi. Kwa sababu watu wanasema hamu kuhamasishana. Na kuliana nyumba mbili ndio kunaitwa kuliana. Naam. Leo nimekula kwako, kesho utakula kwangu. Lakini kila siku nakula kwako tu kwangu huli, mimi nitakuwa na hamu, mimi ndo ninonjea peke yangu. Sasa hawakufahamishwa, aidha wamekimbia au wamefahamishwa wamedharau. Lakini raha hasa wewe uwe mchokozi uombe, na mwenzio awe mchokozi aombe. Hata kijungo unavopeta kinasema nipe, nikupe, nipe. Unaona? Kwa sababu unafanya hivi wewe utaona unapeleka mbele. Lakini kikisha kinarudi nyuma hichi. No. Kwa hivyo kinasema nipe, nikupe. Nipe, nikupe. Sasa ukiwa umepetewa kile kijungo kile, pia unapewa hiyo maana kuwa weye wende na yeye aje. Sasa ikiwa siwa hivyo, sijui tumuhisabu mtu wa namna gani.
Kwa sababu haipendezi hata kwa mtu yoyote, licha kwenye kuomba huko, licha kwenye uchokozi huo, hata kwa jirani yake. Kama kila siku anakuja yeye tu kuombwa chumvi, yeye hendi, jirani haji kuomba. Ni kweli. Sasa sikwambii we ndani kila siku weye tu, we ndo unonjaa. Ndo sababu sasa umempata huku mwingine ambaye anakuhamasisha huku, na we ukirudi umechoka. Na ukisema umechoka, mnamaliza mwezi. Ukitia mgomo pahala kama hapo, unamaliza mwezi. Kesi inakwenda nyumbani, haniulizi we ulimuuliza. Tukirudi kwenye ile nukta ya namna ya kumpandisha yule shetani. Hivi shetani ambaye anachelewa kupanda kichwani, au apandi kabisa, wakati mwingine msomeaji huenda vile visomo havipatii vizuri. Unajua majini wengine unataka msomaji kweli kweli. Ndio. Sasa yule anayesomewa, maana unaambiwa ukimsomea lazima umshike ule mgonjwa, kamate kichwa msomee. Sasa yule anayesomewa hawezi kumwambia anayemsomea nishike hapa ili shetani apande kwa wepesi, tumalize hii shughuli. Kiuzuri. Naam. Huwezi kumwambia shetani, mimi si nimekuja kwako wewe mganga, naam, halafu nikwambie mimi ninataka kutibiwa. Naam. Lakini tiba yangu ukinikamata kichwa ukisomea Yasini, Ayatul Kursi 3 tu, umemaliza, shetani wangu kapanda. Haujafanya lamana. Raha hasa ya mganga, shetani amtafute apajue alipo. Janielewa? No. Shetani mganga, shetani amtafute. Ajue huyu shetani bwana anatokea wapi, nikimtafuta kwa mzizi huu ndo nitamtoa. Sasa ikiwa kama we unakwenda kwa mganga tena shetani we unamfahamisha, ulikuwa ujigange tu eti mwenyewe. Mensha kuja kwako. Kwa sababu nimeuliza kwa sababu labda niseme ni vijana wa kileo, lakini pia wanawake wengi wamekuwa wakilalamika, wanasema wanaume hawajui mashetani yao yalipo. Tukusikia hasa vijana wa kileo wakaenda masaluni, wanasema sisi wanaume hawatujui. Hawajui hata hisia zetu wapi zilipo. Hivi ni kweli? Unajua hisia ya mtu kuna pahala ambapo unamfikisha kileleni na pahala usipomfikisha. Naam. Lakini zaidi sasa hivi ndugu zetu wa kiume wameshajiua kwa haya mambo ya manini haya. Kwa hivyo sasa mtu anaweza ukamfanyia yote, lakini mpaka aivute picha. Kuna watu humu we uko hapa, we ndo unaona we unamtibu. Ushanifahamu? Hatibiki huyu shetani, haji juu mpaka anamfikiria mganga yule alomtibu mwanzo, anamfananisha, anamvuta sura yake, ndo anakuja hapa na yeye ndo shetani anakuja. Yani anaona kama na ukifanya maskara mara anaweza akamwita yule mganga yule alomtibia kule mwanzo. Janifahamu? Na hii inasababishwa nini? Kutosha kujituma wewe mwenyewe mganga wewe. Kutosha kufanya nini? Kujituma. Ukajua mimi huyu mwari wangu anaumwa, nimtafute vipi shetani wake. Kwa hivyo yule tena kesha choka. Zile adhabu za kupigiwa kelele, sura zote juzu 30 zimekwisha, vitabu vyote vimekwisha, ndo anapoona bora afanye nini? Anavuta yule mganga wake yule kule yule. Tuweke nukta hapo. Mtazamaji wa Al-Fatah TV Online, ni Bimtumwa Kombo huyo, tukiwa naye katika Hubul Halal na darasa. Natarajia kwa kweli umefaidika na mengi. Unao nafasi ya kusoma kupitia Al-Fatah TV Online, lakini nje ya kipindi unaweza kuwasiliana naye kupitia 0773357949. Utaweza kupata elimu na madarasa kama hayo kwa undani zaidi. Kama una mtihani katika ambao unayasoma kama ulivyosikia, una nafasi basi ya kwenda pale ukajifunza mengi, na endelea kwa nasi, tutakuletea alikuwa mengi
mazuri zaidi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.